As we said before kwenye video za nyuma huko nyuma, tulisema H pylori sio vidonda vya tumbo. Na kama wewe ulipima H pylori ukaambiwa na H pylori afu na vidonda vya tumbo, that's not true. Fanya vipimo zaidi. Nina dozi yangu hapa ya H pylori, ile Ligokit ya 7 days. I hate hizi dawa kwa sababu ni kali. Yaani katika vitu wa Tanzania tunakuaga na excuse navyo sana, ni kipindi ambapo unakunywa dawa. Hizi dawa ni kali. Ni kali nikimaanisha hata kama nimekula bado nasikia tumbo linakwaruza. So inabidi ule. Ndio hizi dawa daktari anakuambia make sure unakula vizuri ndio unakunywa dawa. Sasa this is where excuse zinapokuja. Wengi tukiwa tunakunywa dawa tuna opt for this kind of vyakula. Kwa sababu utasema mimi nakunywa dawa, daktari kaniambia nile ile ninywe dawa. Yaani nakunywa dawa zinaniendesha. So hii ndio option ya vyakula ambayo wengi huwa tuna choose. But pia ukipitia video zangu za nyuma nishasema unapokuwa mgonjwa au cell nyingi au mwili unapokuwa, yani cells zinapokuwa zinapambana na magonjwa, unapokuwa unakula processed carbs unaenda kufeed ugonjwa rather than kujisaidia mwenyewe. Na ndio maana nikasema inabidi tubadilishe hata vyakula tunavyowapelekea wagonjwa. Badala ya kupeleka carbs kuna aina nzuri na kuna aina mbaya. Siongelei kama tunakula viazi vitamu, tunakula ndizi, tunakula magimbi, tunakula miogo kwa wastani wake, inategemea umeandaje. Rather than kuwapelekea ubwabwa kila siku, mtu akiwa anaumwa tunakula machips. Yes, kwa mfano mimi jana nimeshindia chapati 3 asubuhi kwa sababu nimeamka sijisikii kupika, I'm tired, I'm exhausted, najisikia naumwa. Yaani dawa zinakutibu lakini you get sick. So nikanywa chai yangu na chapati 3. Jioni nilikuwa nimeenda harusini, nimekula kidogo nikarudi tumbo likawa linaniuma, so nikaenda chooni nikatoa kila kitu, nikala 2 chips kwa sababu nilikuwa sina mood tena ya kusema nianze kupasha chakula. But leo naendelea na ratiba yangu. This is what I ate leo. And siku ambayo naanza dozi, this is what I ate for breakfast and this is what I had for dinner. Mwisho wa siku, the choice is yours. Ukiwa unaumwa hata kama unakunywa dawa, what will be your option itamata sana katika kwenye kuspeed up process yako ya wewe kupona. Now, leo inabidi niongezee greens kwenye chakula changu nitakachokula kwa sababu sijala vegetables hizi siku ngapi. Leo inabidi niongezee kama ni mchicha, Chinese, anything. So this is to make you feel even better unapokuwa una consider chakula unachokula. Sio kwa sababu tu unakunywa dawa basi you can get away na kula kila kitu. Na ambao wametumia hizi dawa lazima unywe maji ili flush out the toxins. And I think ni moja kitu ambacho kinanisaidia kidogo. Saa hizi siumi sana, kuna kipindi so ninapokunywa maji mengi ni kama na flush out toxin. Kwa hiyo kama unatumia dozi ya H pylori, na ndo dozi pekee ambayo huaga namaliza. I hate medicines with all of my heart. Ila nikiwa na dozi ya H pylori lazima niimalize kwa sababu najua ukimaliza dozi utakaa muda mrefu sana mpaka ujeumbe. Na kama umepima H pylori leo, ukapewa Ligokit, ukaenda tena kupima, wewe kila baada ya mwezi wanakuambia una H pylori, inabidi uhamie hospitali. Kwa sababu for the most part ukipima H pylori ukaanza kunywa dawa, ukamaliza dozi, unaweza ukakaa muda mrefu sana hujaumwa H pylori. Ila kama umemaliza dozi bado kila siku unaambiwa una H pylori, switch hiyo hospitali. They just wanakuibia na wanakudanganya.